ikiwa imeenda. Baadaye kuna taarifa nilipata, nilikuwa natamani mtu aongee na mimi, aniambie Grace, you can fight, Grace pambana, utashinda. Nilianza kuona watu kama nawaona kwa juu hivi, sioni kawaida. Alisema Mungu, hata haya macho haijalishi madaktari wamesemaje, lakini wewe unaweza kuponya. Na wakati Godfrey anaondoka, nilisikia Nixon anamwambia, simwambie, don't tell her, to make the situation worse. Madaktari wakaanza kumlaumu mume wangu. Habari mpenzi mfuatiliaji wangu wa YouTube channel, jina Grace Godfrey Remam. Karibu tena, tuendelee na series ya ushuhuda huu wa Jipu Ndani ya Ubongo. Unaweza kupata wote kwenye kitabu hiki hapa cha Jipu Ndani ya Ubongo. Text WhatsApp kwa namba inayopop ama kwenye comment box, tutawasiliana na wewe namna ya kukipata. Yes, ninaomba unisaidie kusubscribe kama bado na kushare, lakini pia kufuatilia mitandao yetu mingine ya kijamii, Facebook na TikTok Grace Godfrey Remam, Instagram grace.remam. Sehemu iliyopita niliishia baada ya kutoka kwenye operation, kama nimezinduka baada ya masaa 6 badala ya masaa 24, na kukaa sasa unafanyika mchakato wa kunifanya nianze kujitegemea kupumua mwenyewe. Na ule mchakato nimesema ulikuwa mrefu kwa ufahamu wangu, kwa jinsi nilivyoona ndani umechukua masaa zaidi ya 10 or something, lakini kwa mchakato wa muda mrefu. Wakati unaendelea, unaendelea vizuri, wanaendelea kunifanya nianze kupumua kwa kujitegemea, lakini walipofika eneo la kichwa, akiwa sasa amechukua zamu nesi mwingine, akaanza kunitolea. Naona kabisa, yaani unaona kabisa dependence yako inazidi kuondoka kwenye ile mashine na kuja kawaida. Sasa siwezi kuelezea kitaalamu, lakini ni mchakato ambako na kakumbuka vizuri na ninaweza kukadescribe. Ikiwa imeenda. Baadaye kuna taarifa nilipata ambayo kidogo ilikuwa ni taarifa ya kunishtua. Unajua, kati ya watu ambao wako sensitive sana kwa kiasi kikubwa ni mgonjwa wa ICU. Kitabu nilivyoandika kwenye endorsement nilisema kwenye dedication nilisema dedicate tabaruku, wanasema si tabaruku. Nilisema dedicate kwa wagonjwa walioko ICU. Mgonjwa wa ICU, my friend, kama kwa bahati mbaya una mgonjwa ambaye yuko ICU, hata kama unamuona amelala hapo, hasikii, hajitambui wanavyosema wenyewe, mimi ninakushauri, take my word, usimchukulie kama ni mgonjwa asiyejitambua ama asiyesikia. Wale ni watu ambao wanahitaji, yani anahitaji kutiwa moyo, anahitaji kama sijui, labda kama kesi yangu ilikuwa tofauti, lakini nilikuwa natamani mtu aongee na mimi, aniambie Grace, you can fight, Grace pambana, utashinda, Grace bado unahitajika, usikubali kufa. Sasa nitaelezea mbele, lakini kitu kilichotokea, nilipata habari ambayo kwangu niliona mbaya. Nadhani reaction ya dawa ama sijui ni nini, lakini uso wangu ulianza kuvimba. Yaani ghafla tu uso ukaanza kuvimba, ukavimba. Na sasa kuna wakati mume wangu alikuja kuniona, akakuta uso umevimba. Na ulivimba kiasi kwamba macho yakawa kama yanafunga. Yeye anasema alivyoniangalia aliona kama macho hayaoni. Mimi nilikuwa naona. Sema with time, muda ulivyokuwa unaendelea, kuna wakati nilianza kuona watu kama nawaona kwa juu hivi, sioni kawaida. Yaani naona kama
watu au vitu vimenyanyuliwa juu. Lakini the fact kwamba nilikuwa naona, unajua nilisema nyuma, wari yangu kubwa ilikuwa ni kupoteza macho. Kipindi kile niko Dana, ndio Mungu akaongea na kakao kwamba nothing less, nothing broken. Lakini nilikuwa nimepata hiyo wari kubwa. So nilivyoamka nikajiona macho yangu yanaona na muda unaendelea, bado niko tu naona vizuri. Mimi niliona ni ushindi tu, yani sikuwa na wasiwasi wote. Sasa Mungu amekuja amekuta nimevimba, bahati mbaya sana. Daktari akamwambia haelewi kwa nini nimevimba namna ile, na yani hajui, hawana maelezo. Hicho kitu kikamfrustrate sana Godfrey. Na sasa alisema mara ya kwanza alikuja akakuta nimevimba hivyo, akaenda kwa akaomba na nini. Baadaye alivyorudi kakuta nimevimba zaidi, ndio akaona hiyo kama macho hayaoni, yamefumba kabisa, hayaoni. Akawa so frustrated, na madaktari wanamwambia hawajui nini kinasababisha na nini. Akawa so frustrated. Sasa wakati amekuja kwangu akaanza kuniombea, yeye akidhani kwamba mimi macho yangu hayaoni, kwa hiyo nitakuwa na yani hivyo labda napata shida kwamba sio mimi. Had no idea, kwa hiyo nilikuwa tuna amani. Akaanza kuniombea akaomba. Baadaye sasa kwenye maombi alisema, Mungu, hata haya macho haijalishi madaktari wamesemaje, lakini wewe unaweza kuponya na nini. Yani he had no idea, maskini yeye ananiombea with genuine heart, lakini mimi ule ujumbe kwamba haya macho haijalishi madaktari wamesemaje ulianza kunivuruga hapo. Nakumbuka nimekwambia mgonjwa wa ICU the most sensitive person, na kitu kadogo sana kanaweza kakaondoa maisha ya mtu aliye ICU. Kwa hiyo nilianza kutafakari, macho yangu yana nini? Ni kitu gani hicho ambacho hata madaktari wenyewe hawajui itakuwaje ama wamesema nini? Yani nilianza kupata mawazo na maswali na mawazo, nashindwa kuuliza, lakini pia nashindwa kujizuia kureact. Kwa hiyo ni hali ikaanza kubadilika na kuwa mbaya, ile oxygen ambayo sasa ilikuwa inaanza kuondolewa, yani inaanza iko kwenye hatua za mwisho, ili nianze kupumua kwa kawaida, ikaanza sasa kuhitajika tena, akaanza kuirudisha. So hali ilianza kuwa mbaya, hali ikaanza kubadilika na kuvurugika, and it got so bad. Ninakumbuka sasa wakati hayo mahangaiko, unajua ukiwa ICU of course madaktari wanakuwa very attentive kwako, kwa hiyo wakaanza kunihangaikia na nini. Sasa walivyokuwa na nani wanahangaika, kitu kingine, wakati Godfrey anaondoka nilisikia nesi anamwambia usimwambie, don't tell her. On top of hiki alichokuwa anaomba, nikasikia pia nesi anamwambia do not tell her, usimwambie. Kwa maswali yakanizidi, amemwambia asiniambie nini, ni kitu gani hicho madaktari ambao wamesema, ni macho yangu yana nini. So maswali yalikuwa mengi, alafu sina wa kuyajibu, sina namna ya kuuliza. Nakumbuka hapo nimelala, pia nina mirija mdomoni, puani na everywhere, lakini pia mbali na hapo niliamka sio mtu ninayeweza tena kuongea. Ninakumbuka ilikuwa nikifanikiwa kutoa sauti ya kuongea nitasema kwa sababu pia mate yamejaa mdomoni. Mara kadhaa walikuwa wanakuja na mirija wanasaki mate, nilikuwa siwezi kumeza mate na nilikuwa hapo tu nimelala. Kwa hiyo nachanganyikiwa hivyo, sina namna ya kuuliza, sina maelezo sipati maelezo ya kuniridhisha. Hali ikaanza kuwa mbaya sana, and to make the situation worse, madaktari wakaanza kumlaumu mume wangu
kwa sababu ndio ametoka hapo of course, na baada ya kutoka hapo hali yangu imenani wakaanza kumlaumu kwamba alimwambia sijui nini. Sasa ile ikaanza kuni frustrate zaidi, kwa hiyo hali yangu ikazidi kuwa mbaya sana. Baadaye nikaona ninaenda out of control, nikaomba karatasi nianze kuandika. Nikaanza kuandika. Nakumbuka nilianza kuandikia madaktari, msimlaumu mume wangu, niambieni. Sasa of course sikuwa naweza kuandika vizuri, naandika vibaya, lakini at least kuandika ilikuwa ni better kuliko kuzungumza. So nikaanza kudemand waniambie hiyo kitu gani ambacho kinaendelea, ambacho ninafichwa, na wasimlaumu mume wangu. Mpaka walikuja kumwambia Godfrey kwamba anakupenda sana, kwa sababu like ilikuwa inani irritate, why are you blaming my husband, what are you hiding from me, na vitu kama hivyo. Kwa hiyo baadaye daktari alijaribu kuanza kunielezea. Nilimwomba aniambie kweli, aniambie kweli yote, asinidanganye kitu chochote, lakini aniambie kweli ambayo itanitia moyo, ila pia kama kuna chochote natakiwa kujua asinifiche. Akaja hapo ananiambia, kwanza habari njema ya kwanza, operation imeenda vizuri, imefanikiwa na tumefanikiwa kutoa uvimbe wote. So far tayari nilikuwa ni habari ninayojua, kwa hiyo it wasn't exciting, yani haikuwa habari mpya. Mimi ninataka nijue habari kuhusu macho yangu. Akaniambia kitu cha pili, unajua kitu kingine, nafikiri nitaeleza mbele, lakini kitu cha pili akaniambia, sikumbuki habari gani alinipa, lakini yenyewe nadhani ilikuwa ni habari ninayojua. So nadhani aliniambia kuhusiana na huo uvimbe. Sikumbuki kama aliniambia ama hakuniambia kuhusu uvimbe, lakini ninakumbuka hata baada ya kuongea na daktari bado hakufanikiwa kuni calm down. Bado niliendelea kuwa na maswali, niliendelea kuwa na hofu, na hali ikaanza kuwa mbaya sana. Sasa kuna shida moja, siwezi nikasema kama ni shida. Kama umeshawahi kuingia ICU, huwa kuna alarm kama zinalia yani mfululizo tu zinalia hivi. Zile alarm ni kama zina monitor hali ya mgonjwa, na ikiwaga mgonjwa yuko hali yake tu ni kawaida, yuko ICU of course anakomulia mashine, lakini hali yake ni kawaida, zinalia tu taratibu. Hali ya mgonjwa ikianza kuwa mbaya, zinaanza kuongeza speed. Sasa inavyozidi kuwa mbaya, zinazidi kuongeza speed. Nakumbuka hata kwenye ICU moja hapa ndani nishaona vitu vya namna, lakini hali ya mgonjwa ikiwa mbaya sana, alarm zinaanza kulia kama ving'ora vya moto. Sasa nakumbuka zilikuwa zinaanza kulia, zinaongeza speed, na kuna wakati ninasikia zinavyozidi kuongeza speed, unasikia ile movement. Madaktari wauguzi wanasema si patient number gani, yani wanakutaja kabisa, wanajua wanakutaja mgonjwa wewe, sijui nini, wanahangaika, unaona movement wanavyohangaika, na alarm zinazidi. Kati ya vitu vimewahi kuni frustrate ICU ni ile kitu, kwa sababu very unfortunately sikupoteza fahamu. Kwa nilikuwa na fahamu zangu, ninasikia alarm zinavyopanda, zinazidi kupanda, lakini sio tu alarm zinapanda, ninasikia mwenyewe ninavyo. Unajua ukiwa unapambania maisha, yani unajua kabisa kwamba hapa ninapambana kushikilia uhai wangu. Ndio maana kati ya vitu ambavyo wanadamu, sijui nisemeje, sijui tunapata wapi jeuri, ni jeuri pumzi. So nikirudi nitaelezea zile alarm ziliendaje, zilifikisha wapi, how bad it got, na vitu kama hivyo. Mungu akubariki, endelea kusubscribe na kushare na kufuatilia
na usisahau kufuatilia channel zetu zingine. Asante.